Pole sana ifi yangu. Huo ndio ukubwa. Ukiwa unalia tu unajenga nini zaidi ya kujiumiza? Naumia sana. Kwa nini mimi kila siku? Hivi mimi nina kasoro gani mpaka haya yote yanatokea? Au fungu langu ndo la kukosa kila siku? Moyo wangu unauma sana. Wifi, kila jambo lina wakati wake. Huenda wakati wako bado hujafika. Na pia Mungu ana makusudio yake. Huwezi jua amekusudia nini. Usilie ukakufuru. Sawa kipenzi changu? Namchukia sana Faki. Usilie. Usilie. Najua maumivu unayopitia. Faki, na furaha sana pale. Na pia naamini kwamba jambo la kheri Allah pia analibariki sana. Na jambo la kheri huenda kwa kheri. Na pia naamini kweli inna Allah ma'a sabirin, kwamba anayesubiri basi yuko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi unamaanisha nini? Naona kama unanifumba fumba hivi. Hamna baya, Faki. Ni kheri kwa kheri. Usichokijua, ombe barua kule ukweni limekubalika. Usiniambie bwana. Nakwambia ukweli ndugu yangu. Tena amefurahi mkweo, ukafurahi sana. Tena la msingi la kuzingatia kabisa, nakwambia ukweli ndugu yangu, ombi la kuoa kabla Ramadhani pia umelikubali. Kwa hiyo naoa kabla Ramadhani? Kabla Ramadhani unaoa. Yaani mbona rahisi hivi? Sasa Faki, mtu ulomtumia mtu mzito ujue. Mtu mashuhuri wa kazi hizi. Kwa hiyo usiofie. Kweli. Hapo ni wewe tu mwenyewe sasa, kwamba usiniangushe. Jambo la kheri uende kwa kheri. Yaani mimi nafanya hivi, mkweo kafurahia zaidi, kwamba akasema kama ni kweli atakakuwa kabla Ramadhani, kafurahia zaidi. Kaambia sawa. Na Faki pia hato kawia jambo. Basi mimi nashukuru shehe. Naam. Mimi nashukuru Shehe Akoyo Naam. Kwa kunifanyia kitu changu kikaenda kama kinavyohitajika. Mimi wacha nikeke vocha ili nijipange kuwapigia watu mambo mengine yawe sawa. Sawa. Ila sasa andaa mapema. Ongea na Mavoga, andae pikipiki ziwe nyingi, msururu. Toe kwa heshima yani. Usijali. Sawa? Kila kitu mimi naamini kitakuwa sawa. Ndio usiniangushe. Mimi sikuangushi. Naam. Kama ulivyokuwa hujaniangusha wewe, na mimi sitakuangusha. Kila kitu kitaenda kama tutakavyokipanga. Basi inshallah. Basi sawa. Mama mdogo wangu, ndoa ndio hiyo inanukia, na mume ndio huyo anakuja. Muhimu ni heshima na kumhudumia mume wako. Tena umepata bahati na Ramadhani iko karibu. Ndio dada, nimekuelewa. Yaani hilo ndio jambo la heri. Kesho kutwa unaingia kwenye Ramadhani ukiwa na ndoa yako. Wenzako wanahangaika kutafuta waume. Mungu kakufungulia nafasi, kaitumie. Wanaume hawachezewi. Wanaume hawachezewi na wako wachache. Wengi ni wachezeaji tu, sio waoaji. Ila nafasi uloipata, nenda kaitumia kwa mmeo. Ukienda kumchezea mdako utarudi nyumbani. Shika imani yako, tunze mume wako. Sawa dada, sitokuangusha. Mungu anaangusha, nashukuru. Ndugu yangu, mimi nimekufuata kuhusu lile jambo letu. Yaani lile jambo letu tayari lishakamilika na liko sawa. Jambo gani? Mimi sinaoa. Yaani mimi naoa. Najua wewe uamini. Kwa sababu mimi kila ninachokwambia wewe uniamini. Lakini ndio hivyo, mimi naoa na barua tumepeleka imerudi. Hapa nitaoa wiki katikati ya wiki, sitokaa sana. Kwa sababu tunaipisha Ramadhani, yani tusije tukasubiri Ramadhani ikafika ndo tukaoa. Tunaoa kabla Ramadhani ili mambo mengine yawe sawa. Shehe, ndoa ya mkeka au mbona ifanya chapu sana hivi? Hamna bwana, sio ndoa ya mkeka. Kwanza nataka nioe kabla ya Ramadhani. Alafu baadaye mimi nimebadilika. Si umeelewa? Nimebadilika sasa hivi, nataka niwe mtu mwema, niswali, nifanye yote yaliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu, lakini pia nifuate sunna za Bwana Mtume, ndio maana naoa haraka haraka.
Sawa. Kuwa mtu utakuwa mtu, lakini hilo mwema litoe. Yaani ushaanza mambo yake ya kibilisi sasa. Yaani wewe huamini chochote, si huamini. Si ndo naoa sasa hivi? Siwezi kuamini mpaka siku ifike. Kwa sababu vuva tu kesho. Yaani hapa mimi nakusikiliza tu kwa sababu ni mwanangu ili niamini mpaka siku ifike. Sasa hiyo kutokuamini kwako, usije ukakaa usiwaambie watu. Mimi nakuhitaji wewe ndo mtu wangu wa karibu. Wewe ndo unisaidie mimi kuwaambia watu kwamba mimi nina shughuli, kwa sababu kuna wengine nitawaambia, kuna wengine sitawaambia. Sasa kutokuamini kwako na masiara yako, usije ukanikosesha riski, maana watu bwana kwenye shughuli ndo riski. Kwa hiyo usije ukanikosesha watu kwa kutokuamini, sitaki. Sawa. Mimi watu nitawaambia. Yaani watu wote mimi nitafikishia, wana wote nitafikishia. Haya poa. Wifi, umejiandaje na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Maana mwezi mtukufu ndio unakuja. Alafu kama ninavyokujua wifi yangu, kwa madeni wewe. Vipi, umeshalipa? Nisikufiche na daiwa hizi? No. Yaani hata sielewi nazilipa lipaje. Maana Asante, habari? Salama. Asalamu alaykum kaka. Wa alaikum salaam, kwema? Kwema tu. Kaka. Samahani, nina shida na wewe. Sawa. Niambie dadangu. Kaka, hivi mnavyonifanyia mnaishi ni sahihi kweli? Mbona sijakuelewa? Kuna kipi kinaendelea? Kwani tumekuuzi? Hivi kwa nini mmenikatalia barua yake? Na mpaka leo hii anaenda kuoa. Hivi mnadhani mimi mnaniacha katika hali gani? Au nyinyi mnafurahia mimi kuwepo hapa bila kuolewa kila siku? Mimi kwanza nikupe pole dadangu. Unafahamu fika kama mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakisapoti mapenzi yenu. Lakini sina nguvu. Nguvu yangu imekuwa ndogo sana kwenye kumshawishi baba. Na unatambua kwa baba ndio kikwazo kwenye ndoa yenu. Kwa sababu tu ya ugomvi wao. Yaani familia ya Faki na familia ya kwetu. Shida inakuja kwamba ugomvi wa familia wanauingiza mpaka kwetu watoto. Sasa unafikiri mimi ningefanyaje? Kaka, wewe ni mwanaume. Najua fika unaweza kumconvince baba na akakuelewa. Lakini yote mkaamua kunikalia kimya. Yaani mmemaanisha kwamba mnanifanyia kusudi. Sio kama mimi napenda. Hebu fikiria. Mimi mdogo wako nimeoa. Na niko naishi na mke hapa. Kwa nini wewe dadangu usiolewe na kaenda kutengeneza maisha yako kwa mume wako? Sipendi. Nashindwa. Dada, naomba nikapumzike kwa sababu nimechoka. Na tutakaa tena kwa mara nyingine kulijadili hili jambo. Sawa. Ila mjenitendea haki hata kidogo. Mimi acha niingie ndani kwanza. Shoga yangu Kijola ndo iko, ushindwe wewe sasa. Shoga yangu una kazi mbovu. Kijola kitambala, rangi imetulia. Unajua tena sinaga mpinzaji kukupointi. Nakujua udugu wangu. Hapa. Kijola pambe ndo hicho. Sio shida zako. Kote ushavuka. Shoga yangu nakutegemea. Yaani wewe ndo kila kitu. Usije ukaniangusha. Udugu wangu, nikate hadi uzi, nisije. Na ukiangalia hiki ndo kigodoro cha mwisho. Akili yangu, mawazo, mwili wote nafikiria iko kigodoro shoga yangu. Yaani hata usijali, nakuja winja udugu wangu. Tunamaliza tena. Nakutegemea shoga yangu. Basi poa, ninaenda kukiharibu hiki. Mbona tutatafutana hiyo siku ya siku? Haya udugu usikose. Haya poa mwili wangu poa.
Oa mwanangu, mimi nimekuta hapa nataka nikwambie jambo la Faki. Uje Faki kesho kutwa anaoa. Oa. Yani kesho kutwa tu anaoa. Faki anaoa kesho kutwa. Yani kesho kutwa tu mwanangu. Si unajua kesho kutwa Ramadhani? Kwa jambo la chap kwa tu. Kikajua siku hizi mwanangu ananipinga sana, ni maisha kweli yani kwamba mimi mwanangu ananikataa ujue. Wewe yule mwanao mimi mwanangu. Haikam kwamba wewe ukawa unajua kuhusu habari za ndoa muda mrefu, afu mimi yani leo nipumzike kesho kutwa tuingie kwenye ndoa. Hata kama kujipanga tunajipanga vipi sasa mwanangu? Yaani unajua vipi? Ndio jambo limetokea hivi tu. Kanambia mimi na mimi ndo nakufikishia wewe. Yaani mimi ndo mtu wa kwanza kulijua na wewe ndo wa pili nakufikishia. Sawa. Kwa sababu ni jambo la heri, hamna shida. Je, vipi mazingira? Wameandaa mazingira kumelu. Yule mwenye kijana ujue. Na hii kama unavyoona, hii ndo ya kwanza, yasifanye kama papachia ujue na kwa dharau. Yaani kuhusu maandalizi, yaani maandalizi kifupi tuseme hamna kwa sababu waandaaji ndo sisi. Nadhani wewe mwenyewe unamjua Faki. Anatutegemea ni sisi na sisi hatuna kitu. Kwa hiyo muziki vipi mazingira muziki? Yaani hamna kitu chochote. Muziki unatokea wapi? Sikia nikwambie bwana Ligo. Pale sio kweli. Pale yani pakae kabisa kinyonge liazi kabisa. Sio kweli. Mimi siwezi pale kukubali tukaacha kinyonge ujue. Yaani maisha ya kweli. Mimi nafanya juu chini, mimi nakuja na Kigoma cha wanangu. Sasa kama unakuja Kigoma lakini ujue mzigo hamna. Mzigo nini? Mimi nimekwambia namaliza mwenyewe mazingira yote hayo, mzigo wa nini sasa? Kama unamaliza mwenyewe, safi na salama tu kama kwa mzee safi tu vile. Na sisi wenyewe tutakicheza. Au vipi? Nini nondoke? Haina kumbweku. Ndugu yangu. Unajua Faki, mimi kila siku nakuwa na furaha tu juu yako. Kuhusu ujumbe ambao mimi unanituma ndugu yangu. Na nakumbuka uliniambia nipeleke ombi kule ukweni. Ndio. Ombi la kuoa kwamba tukaoe asubuhi, tuondoke na mke wetu asubuhi hiyo, si ndio? Ndio. Sasa bwana na wao pia wana ombi lao. Tena wameniomba chonde mshenga. Na mimi nikaona ombi lao nilisikilize wanasemaje. Wanaomba hivi, asubuhi tukaoe tu. Alafu jioni tuondoke na mke wetu. Maana nini? Hapa mchana katikati kuna sherehe wao wameiandaa kwa ajili ya mtoto wao yule, kwa wa kipekee kwao yule. Nikamwambia sawa na shida. Mimi niongee na ndugu yangu hapa, kama ukiridhia sawa. Hujaridhia pia unitume nikawaambie. Je, kwa hili wewe unasemaje ndugu yangu? Unajua mimi kiukweli kabisa, ndugu yangu Akoyo. Yaani wewe ndio nimekuachia kila kitu. Mimi ilimradi tu siku hiyo nioe na siku hiyo niondoke na mke wangu. Yaani sije kaa eti alale siku hiyo. Kama eti tunaenda kuoa asubuhi jioni naenda kumchukua. Mimi nani nipinge? Kwa hiyo mimi bwana sitaki niitie kisiriba ya shughuli. Umeona? Lakini hata hivyo mimi nyumbani kwangu unajua mimi sina shughuli. Ndio. Si umeelewa? Pale tunatoka watu wawili watatu tunaenda tunaoa, tukirudi nyumbani tunasubiri baadaye, tunaenda tunachukua mke wetu, shughuli imeisha. Kwa hiyo waache wafanye shughuli yao. Faki, mimi pia nimefurahi kuniambia kwamba hakuna shughuli. Maana kuna watoto wao wanajiita 45 na wachakelea maovu. Hawa waangalie sherehe mufti wangu. Wao hata sherehe ndogo wanatoa mapanga. Kama kuna sherehe, basi sawa. Inakuwa kuna amani kabisa ndugu yangu. Basi si haba. Mimi nikadhani hivi, labda uenda asubuhi ile, nyewe kwenu uje kuna milamila fulani zile. Kwa maana kwa asubuhi umepima na shehe wako shejani, nimepima shejani kwamba asubuhi kuna nyota ambayo haifai kuondoka na mke au inafaa kuondoka na mke. Kama asubuhi tunao umeridhia, basi sawa si haba. Cha muhimu ni kuoa tu, hayo mambo ya kuchukua, uchukue usichukue, hakuna zohari. Ila usiniangushe. Mimi sikuangushi. Sawa. Mimi siolei uji. Yaani imekuja Ramadhani tu kwa sababu ndo ile vipi, lakini mimi siolei uji kabisa. Yaani mimi naoa haki line na narudi na naenda msikitini kuanzia leo, usije ukashangaa na kutoleeni mawaidha. Basi inshallah ndio mimi nakuombea kheri kwa Allah unyoke hivyo. Sawa. Basi sawa. Mimi kila kitu tutaongea na kila kitu kitakuwa sawa. Inshallah kheri. Inshallah. Sawa. Mke wangu, mimi naondoka, lakini naomba muangalie sana wifi yako, kwa sababu hali yake aliyokuwa nayo nadhani wewe mwenyewe unaiona. Haina shida mume wangu, maana hata mimi ninaiona hali yake. Lakini kitu kingine, jitahidi sana kumsihi abakie nyumbani kuliko kuondoka, kwa sababu anapotoka hapa, dada yangu mimi namjua, ni mzuri kwa muonekano tu, lakini moyo wake ni mgumu sana. Anaweza akaenda kufanya maamuzi yoyote ambayo yeye anahisi kwake ni sawa.
Kwa hivyo jitahidi sana kumsihi abaki hapa nyumbani. Usijali mume wangu, kuhusiana na hilo swala la Arifu wewe niachie mimi. Wewe nenda kafanye kazi zako, na swala nyumbani mimi nipo nitashughulikia. Sawa, nashukuru kwa kuwa na mke bora kama wewe. Hata mimi nashukuru kupata mume mwema kama wewe. Haya, bye, baadaye. Haya, bye, kazi njema. Haya. Hivi wewe ni wanaume wa namna gani? Yaani mapenzi yote, mahaba yote, leo hii unakuja kunilipa haya? Hivi Shazi, sasa mimi kosa langu hapo liko wapi? Kwa hiyo unaona mimi ni mwanamke wa kuchezea? Unichezee alafu baadaye uje uoe mwanamke mwingine, si ndio? Unanilaumu tu bure. Lakini unajua fika mimi nakupenda na nimepambania sana juu ya mapenzi yetu. Ila wazazi wako hawakunitaka, ulitaka mimi nifanyeje? Isitoshe mimi ni mtu mzima na hapo mbele kuna Ramadhani. Sihitaji kufanya mambo mabaya na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sawa. Tutaachana kwa muda. Tufunge mwezi mtukufu. Baada ya mwezi mtukufu tutaendelea na mahusiano yetu. Hapana. Mpaka nimeamua kuoa. Kwa maana sitaki kufanya tena maasi. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini nitambua fika mimi Faki nakupenda. Na ninajua fika unaenda kuoa. Ila nina ombi moja tu. Naomba tukutane usiku mmoja kabla ya Ramadhani. Unamaanisha tuvunje jungu? Ndiyo.